kisasa, kidijitali. Habari utapata, interview za kijanja, vijimambo, vistori, vibweka vya mastaa. Usisahau breaking news. Hapa ndio nyumbani kwao. Mamlaka ya mji mdogo Mikumi imeanza zoezi zima la uandikishaji katika daftari la kudumu la kupiga kura. Wananchi wamejitokeza kwa wingi kuonyesha mshikamano na umoja zaidi. Lakini mbali na umoja huo, na wao walikuwa na mengi ya kuzungumza katika mchakato huu. Changamoto ziko nyingi. Kubwa zaidi ni kwamba watu ni wengi, kore inachukua muda mrefu. Kwa hiyo watu walikuwa ni wengi zaidi kuliko huduma. Kwa sababu kuna wengine tangu jana wako hapa. Lakini bado hawajahudumiwa mpaka sasa. Na watu wengine wametoka Mikumi wamekuja huku. Mimi naona kwa sababu ni haki yangu ya msingi pia kujiandikisha. Ndio nimeona leo nije nijiandikishe. Changamoto iliyoko ni kwamba waongeze vifaa vya uandikishaji kura. Maana mtu unakuja kuanzia saa 11 mpaka saa 9 saa 10 unaweza usiandikishwe. Ukarudi nyumbani ukaja kesho tena. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Serikali kama serikali ingeongeza vifaa vya kuandikisha kura. Najisikia vizuri, lakini kuna usumbufu sana. Usumbufu kama upi labda unavyoona? Unapoteza muda mrefu sana, unakaa kwenye kituo masaa karibuni 11 mpaka 12. Kwa mfano mimi nimekuja tangu saa 9. Nipata nafasi ya 54. Nipata nafasi ya 54. Kwa hiyo mpaka nipate nafasi tena kujiandikisha inawezekana ikachukua masaa 3 au masaa 4. Sasa wewe unaona kwamba hili ni tatizo la serikali au ni tatizo la uendeshaji? Hili ni tatizo la serikali kwa sababu uendeshaji huwezi kuwalaumu wao, si wanapewa na serikali. Uendeshaji ndio mbovu wa serikali. Ina maana serikali ndio wanafanya makosa kwa sababu wanatoa vyombo vichache. Vyombo viwe vingi, watu wafanye kazi zao, wajiandikisha wakafanye kazi zao, lakini uendeshaji ni mbovu. Yaani asubuhi hadi jioni wameandikisha watu kwa mfano 45 katika kituo chetu pale. Ndio nikajiandikisha. Kuna watu zaidi ya 300 kwa siku moja. Sasa unafikiri kwa muda waliotoa itawezekana? Wewe unaona nini nikifanyike labda? Unaona nini? Ongeze mashine. Ongeze mashine. Kama uwezekano hakuna basi ongeze muda ili kwamba mtu aende kujiandikisha kwa muda ambao utakaofaa. Muda ni mchache. Mtu toka juzi mtu uko foleni mpaka sasa hivi hujapata hata kitambulisho. Wategemea nini? Hapa usumbufu mkubwa. Usumbufu mkubwa kama upi sasa? Kama kukaa kuamka saa 10. Kukaa unafungua saa 2 mpaka muda huu bado hatujatoka wengine. Aisee, yani vifaa vichache sana. Vifaa vichache sana. Na unaona kuna ugumu gani yani tokeo umefika hapa mpaka sasa hivi? Ugumu kwamba ni utendaji kwamba yani sasa si ndo mashine yenyewe kwamba lakini kwamba yani mambo yanakwenda taratibu mno. Nimetembea vituo vingi na kweli tatizo kubwa linakuja kwa watu wanakaa toka asubuhi mpaka jioni, hawafanyi shughuli zote ili wanafika mahali wanataka kujiandikisha, lakini nafika mahali ile mashine inaweza kwa siku inaweza kuandikisha watu 100 kama na 20 wanapoambiwa tayari. Muda umetoa ni mchache kwamba watu wote hawataweza kujiandikisha katika swala la kupiga kura. Kwa hiyo unakuta mtu hawezi kuacha shughuli zake aende kupanga foleni. Shughuli zake ni muhimu. Watu walioko hapa maisha yao ni hali ya chini sana. Kwa hiyo ni moja wapo. Umeona? Alafu pia rushwa inafanyika mpaka kwenye mchakato wa kuandikisha. Yaani rushwa, mtu anatoa rushwa ili aweze kuandikishwa. Mtu amekaa kuanzia asubuhi hadi jioni. Kwa hiyo hili nalo ni tatizo. Changamoto naiona katika siku ya leo kwa kuna mwamko. Watu wengi wamehamasishwa na wamejua juu ya kupiga kura ni haki yao, kwa hiyo kila mmoja anafanya vifaa kupigia kura vile kutosha. Mkono vifaa walivyonavyo sasa hivi havitoshi. Kifaa kimoja cha kuandikishia. Kifaa kimoja cha kuandikishia. Kwa hiyo kinaweza kaandikisha watu wangapi kwa siku? Basi labda 100. Watu 100. Na watu wanaohudhuria hapa ni watu wangapi? Karibu 200. Sasa hivi tumeandikisha watu 210. Watu 210. Hata kwa mfano wanawake tulikuwa na majukumu ya kifamilia. Kidogo anakuwa ni kero. Ni kero vipi unavyoiona wewe? Muda. Kwa nini umekuja saa ngapi? Tangu saa 11. Tangu saa 11. Na wewe changamoto unaiona ni changamoto gani katika hili swala? Changamoto nayo mimi pangekuwa kuna line mbili, yani wanawake kwa wanaume. Kwa hiyo wote mmechanganya sehemu moja. Sasa wewe changamoto unaiona ni ipi sasa hapo? Ni upungufu wa mashine. Ni upungufu wa mashine.
ndio unaweza kusababisha kwamba foleni ikawa ni kubwa. Kwa hiyo unashauri vipi sasa kama wewe? Ni kuongeza siku tu. Hasa ikiwa zaidi ya wiki moja. Global Online TV, teknolojia kisasa kidigitali. Habari utapata, interview za kijanja, vijimambo, vistori, vibweka vya mastaa. Usisahau breaking news. Hapa ndio nyumbani kwao. Baada ya kuzungumza na wananchi wa mji mdogo wa Mikumi, tuliweza kuonana na viongozi wao na wao walikuwa na haya ya kusema. Nimeshukuru sana wananchi sasa wameelimika, na wamejitokeza kwa wingi sana. Wamejitokeza kwa wingi sana. Lakini sababu kubwa inayosumbua vituo vichache. Kwa mfano mimi Kidoma Milimani na sio na kitongoji karibu na kijiji. Ilibidi niwekewe pale kituo lakini imeshindikana, tunavuka idara ya maji. Kwa hiyo unakuta watu wanateseka sana mpaka jioni. Tatizo kubwa linakuja kuwa kwa sababu vile vitendakazi ni vidogo, wananchi wengi na wanapata adha kubwa kwa sababu inakuwa kila kituo mpaka inafika watu 800. Hivyo watu wengi wanakaa wanashindwa kufanya shughuli zao kwa ajili ya kuja kujiandikisha. Kikubwa kabisa ninachokiona mimi kwamba vituo ni vichache. Vituo vichache, wananchi wengi sana. Yaani wananchi wamepita 1% ya vituo. Na maana kwamba kwenye kituo kimoja mpaka tunamaliza unaweza ukaandikisha watu 1000 labda na 200. Isipokuwa tatizo linakuja, wananchi ni wengi sana, uwezo wa kufanya kazi mashine ni mdogo. Umeona, kwa hiyo wananchi mtu anashinda kutwa nzima ila mwitikio ni mwingi, yani mwitikio huko mkubwa sana. Global Online TV, teknolojia kisasa kidigitali. Habari utapata, interview za kijanja, vijimambo, vistori, vibweka vya mastaa. Usisahau breaking news. Hapa ndio nyumbani kwao. Mbali na zoezi zima la uandikishaji, lakini pia kulikuwa kunaendelea na harakati zingine katika mji mdogo wa Mikumi. Lakini wananchi nao walishtushwa, wakataka kujua vipi hizi harakati. Hii ndiyo hali halisi inavyoonekana kwamba mambo haya yanafanyika wakati wa kampeni za uchaguzi. Ndio tunaanza kuona vitu kama hivi, barabara zimekuwa mbovu muda mrefu. Umeona? Yaani kwa kipindi chote hawakuweza kuzitengeneza hizi barabara. Lakini baada ya kuja kuona kwamba tupo katika mchakato wa kuandikisha watu wa kupiga kura, tunaona barabara zinaweza kutengenezwa, matrekta yanakuja. Kwa hii ni tatizo kwa ujumla, hii ni tatizo katika hii Mikumi. Unaona? Wewe tuambia nini katika swala la maji? Tunaanza kuona mchakato wa barabara. Iweje uanze sasa hivi kutengeneza barabara ambapo unajua kabisa kwamba kipindi cha uchaguzi ndio umeanza. Naona yani ni si vema. Naona na bado mambo ya uchaguzi kama hapo, vituo vya kujiandikisha kura ni vichache. Hayo ni maswali ambayo wameuliza wananchi kulingana na jinsi wao wanavyoona. Je, kwa viongozi wao watalizungumziaje hili? Tunasema Tanzania ni nchi ya demokrasia. Sawa. Je, sasa tunaposema demokrasia manake ukweli na uwazi upo. Je, kuna uwazi wote ambao umeshawafikia wananchi kwamba ile swala linafanyika ni la viongozi wamekaa wakalitengeneza hilo, kwamba muone kama wananchi wataona kwamba wataanza kuzusha maneno kwamba tunadanganywa sasa ndo kwamba tunaweza kutengenezewa barabara wakati wa kampeni? Hapana. Sisi kwa sababu tulipochaguliwa katika madaraka tuna muda mchache sana. Karibu wote wapya, lakini baada ya changamoto yetu kubwa barabara, kwa sababu mawasiliano ni kitu muhimu. Kwa tuliamua si wenyewe tufanye mchakato, tuombe Gereza National Park ili kushughulikia hizi barabara. Na isitoshe kwenye vikao tutawaelekeza tu, haina shida. Sawa.